Ushai kulala kitandani saa 7 usiku, mwili umechoka, lakini ubongo wako unakimbia kama gari la mbio za mashindano? Unaanza kukumbuka makosa uliofanya miaka 5 iliyopita, au unawaza nini kitatokea kama utafukuzwa kazi kesho, ingawa bosi wako hajasema kitu. Wengi wetu tunaita hii kufikiri sana au overthinking, lakini hapa ndipo siri ya kutisha ilipo. Saikolojia inasema kufikiri sana sio sifa ya kuwa na akili nyingi, bali ni sumu inayoweza kuua mfumo wako wa neva, kuharibu viungo vyako vya ndani na kufupisha maisha yako bila wewe kujua. Katika video hii sitakueleza tu kwa nini unashindwa kuacha kuwaza. Nitakufunulia hatari 6 za kisaikolojia na kifizikia, na mwishoni nitakupa mbinu moja ya psychological circuit breaker, njia ya ghafla ya kuuzima ubongo wako usiwaze unapotaka kulala. Ukikosa hatari ya 4, utashangaa kwa nini unaugua mara kwa mara ingawa unakula vizuri. Kabla hatujaingia ndani, kama wewe ni mmoja wa watu wanaotaka kumiliki akili zao na kuboresha afya ya akili, bonyeza button ya subscribe na gusa kengele. Hapa tunajifunza jinsi ya kutumia saikolojia kuishi maisha bora. Tayari? Twende kazi. Hatari ya kwanza, analysis paralysis, kukwama kwa maamuzi. Unapofikiri sana, unaupa ubongo wako machaguo mengi na scenarios nyingi za uongo kiasi kwamba unashindwa kufanya uamuzi wowote. Kisaikolojia, kila uamuzi unatumia nishati, glucose. Unapowaza nikifanya hivi itakuwaje mara 1000, unachoma nishati ya ubongo bila kuzalisha matokeo. Matokeo yake unachoka, mental fatigue. Watu wanaofikiri sana mara nyingi hukwama kwenye umaskini au vilio kwa sababu wanachelewa kuchukua fursa. Ubongo unajihami, defense mechanism, dhidi ya hatari ambazo hazipo, unajikuta hupigi hatua. Hatari ya pili, uharibifu wa ubunifu, the death of creativity. Je, unajua kwamba mawazo mapya hayaji ukiwa unalazimisha kufikiri, yanakuja ukiwa umetulia. Unapofikiri sana, unaziba milango ya subconscious mind. Tafiti la chuo kikuu cha Stanford ulionyesha kwamba watu wanaofikiria kupitiliza wanapunguza uwezo wa sehemu ya ubongo inayoitwa cerebellum. Hii ndio sehemu inayohusika na ubunifu na intuition. Unapokuwa na msongamano wa mawazo, mental clutter, unakuwa kama kompyuta yenye RAM ndogo iliyofungua apps 100 kwa mpigo. Inagoma. Afya yako ya akili inaanza kushuka kwa sababu unajiona huna thamani, huna mawazo mapya na unajihisi feki. Hatari ya 3, matatizo makubwa ya usingizi na homoni ya cortisol. Hii ni hatari ya kifizikia zaidi. Unapofikiri sana, mwili wako unadhani uko vitani, unazalisha homoni inayoitwa cortisol. Cortisol ni homoni ya hatari, stress hormone. Kazi yake ni kukuweka macho ili upambane na adui. Sasa fikiria unawaza kuhusu madeni au mahusiano saa 4 usiku. Mwili unamwanga cortisol. Homoni hii inazuia melatonin, homoni ya usingizi. Matokeo yake ni insomnia. Lakini kibaya zaidi, cortisol ikikaa mwilini kwa muda mrefu, inaanza kula misuli yako, kuongeza mafuta tumboni na kusababisha shinikizo la juu la damu au high blood pressure. Huwi mgonjwa kwa sababu ya chakula, unakuwa mgonjwa kwa sababu ya mawazo yanayozalisha sumu mwilini. Hatari ya 4, kudhoofika kwa mfumo wa kinga, the silent killer. Hapa ndipo wengi wanashangaa. Je, unajua kufikiri sana kunaweza kukusababishia mafua yasiyoisha au vidonda vya tumbo? Kisaikolojia, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya akili na mfumo wa kinga, psychoneuroimmunology. Unapokuwa kwenye hali ya overthinking, mwili wako unahamisha nishati yote kwenye ubongo na misuli ili ukimbie hatari ya kufikirika. Unajua ninachotokea? Mfumo wa kinga wako unazidiwa, it is suppressed. Seli nyeusi za damu zinashindwa kupambana na bakteria na virusi. Hii ndiyo sababu kipindi ambacho una mawazo mengi, ndipo unajisikia dhaifu, unaumwa mgongo na unapata matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, bloating and ulcers. Hatari ya 5, kuharibika kwa mahusiano, relationship sabotage. Overthinking sio tu adui wa mwili wako, ni adui wa watu wanaokuzunguka. Inakufanya uone matatizo ambapo hayapo. Mtu anayefikiri sana anaanza kusoma katikati ya mistari, reading between the lines. Mpenzi wako akichelewa kujibu message kwa dakika 5, unawaza anachepua au hakupendi tena. Unaanza kumhoji maswali ya kichunguzi, unakuwa na wivu usio na msingi na unajenga mazingira ya sumu, toxic environment. Saikolojia inasema hii inaitwa cognitive distortion. Unatengeneza filamu ya kutisha kichwani na unawalazimisha watu waishi kwenye filamu hiyo.
Hatari ya 6, sonona na msongo wa mawazo wa kudumu, depression and anxiety to clinical depression. Mwishoni, kufikiri sana ni daraja la kuelekea kwenye clinical depression. Huwezi kufikiri mambo hasi kila siku halafu ukategemea kuwa na furaha. Ubongo una kitu kinaitwa neuroplasticity. Unapofanya jambo mara kwa mara, ubongo unajenga njia ya kudumu, neural pathways. Ukizoea kufikiri sana, ubongo unajifunza kuwa expert wa huzuni. Unaanza kupoteza uwezo wa kufurahia vitu vidogo, anhedonia. Hii inapelekea kutaabika kwa nafsi, ambapo mwili unaanza kuhisi uzito, uchovu wa kila mara na kukata tamaa. Hapa ndipo afya yako iko hatarini zaidi, kwa sababu unajiondoa kwenye uhalisia. Lakini ni ahadi kwako. Mbinu ya psychological circuit breaker ni hii. Unapojihisi unaanza kufikiri sana, tumia kanuni ya 5-4-3-2-1. Taja vitu 5 unavyoona, 4 unavyoweza kugusa, 3 unavyosikia, 2 unavyoweza kunusa na 1 unachoweza kuonja. Hii inakurudisha kwenye present moment na kuuzima ule moto wa mawazo. Kama video hii imekufungua macho, usisahau kulike. Hii inatusaidia kuwafikia watu wengi zaidi wenye tatizo hili. Swali langu kwako ni hatari gani kati ya hizi 6 imewahi kukupata? Niandikie kwenye comments hapo chini, nasoma zote. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.